Watu wa Mungu, Mungu amesema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa, kwa kukosa ufahamu. Hicho ni katika kitabu cha Hosea nadhani 4:6 hapo. Inasema ya kwamba tumeangamia kwa kukosa maarifa. Hatufanikiwi ama hatupati kile ambacho tunataka kwa sababu tumekosa maarifa. Haleluya. Kwa hivyo haya maarifa ni gani? Haya maarifa ni nini? Maarifa ni neno la Mungu. Mwambie mwenzako maarifa ni neno la Mungu. Mwambie tena. Mwambie tena kwa sauti. Amesemaje? Upate kujua ya kwamba maarifa ni neno la Mungu. Ukitaka kufanikiwa, haleluya, lazima ushike ama ufuatilie ama utende kile ambacho Mungu ametuamuru, ndiyo utapata kuona kile ambacho ametuahidi. Haleluya. Kwa sababu wengine wanasema imani, tumeambiwa imani, kwa imani yote inawezekana, lakini hiyo imani bila Yesu haiwezekani. Haleluya. Mwambie mwenzako imani bila Yesu haiwezekani. Kwa sababu wakati ule, nitawapa mfano, wakati wa Petero alipokuwa ameamini, amemuona Yesu anatembea juu ya maji, akamwambia kama ni wewe Yesu, pia mimi nataka nitembee juu ya maji. Na Yesu akamruhusu. Petero akaanza kutembea juu ya maji. Haleluya. Lakini baada ya muda kidogo akaona mawimbi, akaona dhoruba, akaingiwa na hofu. Haleluya. Akaanza kuzama. Haleluya. Lakini akatambua ya kwamba yuko yule ambaye anaweza kuishinda ile dhoruba, kuishinda kule kuzama. Haleluya. Hakunyamaza, akamuita Yesu. Haleluya. Akamwambia Yesu, nishike mkono uniokoe. Haleluya. Pia wewe nimekuja kukwambia siku ya leo usinyamaze. Haleluya. Kama uko na mdomo, kama uko na nguvu, siku ya leo mwambie Yesu akusaidie kwa ile hali ambayo unapitia. Haleluya. Najua kila mmoja anapitia shida tofauti tofauti. Kila mmoja ana changamoto yake ambaye anapitia. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo mwambie, hata kama kiwango changu cha imani kimeshuka kama Petero, ambapo kiwango cha imani chake kilishuka, akaanza kuzama, lakini alipotambua Yesu ana uwezo, akamwambia nishike mkono, naye akashikwa mkono, hakuzama tena. Haleluya. Kwa hivyo nimekuja kukwambia pia wewe ambaye kiwango chako cha imani kimeshuka chini, mpaka umesema kwamba ugonjwa huu hauwezi kupona, ama ndoa yangu hii haiwezi kupona. Haleluya. Nimekuja kukwambia leo hii mwambie Yesu. Mwambie Yesu, kama Petero alikulilia umshike mkono na ukamshika mkono hakuzama, pia mimi nataka unishike mkono kwa ajili ya hii ndoa yangu. Haleluya. Na Yesu yule aliyemtendea Petero, pia wewe amini siku ya leo atakutendea. Haleluya. Endapo utaamini Yesu anaweza. Haleluya. Hiyo imani yako tu bila Yesu haitakupeleka popote. Haleluya. Kwa sababu ni kweli tumeambiwa kwa imani yote yawezekana, lakini kuna mtu sio Mkristo, pia yeye anaamini. Anaweza kukwambia mimi ninaamini kesho nikienda lazima nitafanikiwa ama nitapata kitu fulani. Haleluya. Hiyo ni imani ama si imani? Lakini bila Yesu haitaweza. Haleluya. Kwa hivyo nimekuja kukwambia mtu wa Mungu, utambue neno la Mungu, usiangamie. Tuko na maarifa ambalo ni neno la Mungu. Haleluya. Kwa sababu kuna kitabu chengine Yesu anasema ya kwamba usijaribu kujitetea, usijaribu kujipigania wewe. Haleluya. Kwa sababu wewe ukijipigania utafika mwisho. Kwa sababu ukisema uko na akili nyingi sana, kuna watu wako na akili kukushinda wewe. Haleluya. Ukisema uko na maarifa mengi sana, kuna watu hapa duniani wako na maarifa zaidi kuliko wewe. Haleluya. Kwa hivyo ukisema unataka kushindana nao, hautawashinda.
Haleluya. Lakini ukimwamini huyu Yesu, haleluya, amesema ya kwamba hata kama ni siku ya kesi, haleluya, usipange vile ambavyo utaenda ongea. Amesema ya kwamba muamini yeye, ukifika pale atakupa maneno ya kuongea. Haleluya, yeye atakuwa wakili wako. Haleluya. Sijui tunaelewana hapo. Kwa hivyo watu wa Mungu, nimekuja kuwaambia tukapate kusikia neno la Mungu, tukapate kulishika. Mimi nimesimama hapa, sineni neno langu, bali na nena neno la Mungu. Kwa hivyo usiniangalie mimi, bali angalia ama ushike kile ambacho ninaongea. Nitawapatia mfano wakati wa wana wa Israeli walipokuwa wanavuka bahari ya Shamu. Haleluya. Mwambie mwenzako bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu. Na kama amelala muamushi. Kama amelala muamushi, nitakushika wewe, nitakulaumu wewe ambaye unaacha mwenzako analala. Haleluya. Mwambie tuko bahari ya Shamu, tunataka kuvuka. Tunataka kuvuka bahari ya Shamu. Kwa hivyo usilale, unaweza kuangamia na maji. Pigia Bwana makofi. Kwa hivyo walipofika pale bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakakata tamaa, wakasema ya kwamba leo ni siku yetu ya mwisho. Haleluya. Ikabidi mtumishi wa Mungu Musa akamulilia Mungu, akamwambia Mungu, sasa tutafanyaje? Mungu akamwambia, wewe Musa, mbona unanililia mimi? Haleluya. Waambie wana wa Israeli uendelee mbele. Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, nataka usikie hiki ambacho ninakwambia. Haleluya. Kwa sababu wale wana wa Israeli wakati ule wasingelisikiza lile neno la Musa, ama wangelidharau lile neno ambalo Musa amenena, haleluya, hawangevuka mahala pale. Haleluya. Wangemwangalia Musa kama mwanadamu mwenzao ama kama mtu mwenzao, wangesema kwamba unatudanganya. Haleluya. Lakini neno la Musa lilikuwa ni neno la Mungu. Haleluya. Amen. Akawaambia nendeni mbele. Haleluya. Nao wakaliamini lile neno. Haleluya. Na walipoliamini njia ikatengenezeka. Haleluya. Kwa hivyo pia wewe nimekuja kukwambia hili neno la leo, naomba ukaliamini ili likapate kukuvukisha katika kile kifungo ambacho kimekutesa siku nyingi. Haleluya. Kwa sababu wengi wetu tumekata tamaa, tumepoteza matumaini. Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ni utii neno la Mungu. Mwambie mwenzako utii neno la Mungu. Mwambie mimi nitatii. Kuanzia leo. Bwana, nisaidie. Alafu huko nje nataka watu waingie ndani. Kwa hivyo walipotii lile neno la Mungu, walikuwa wamedhani ni neno la Musa, lakini walipolitii, tunaambiwa bahari ya Shamu ikagawanyika katikati. Haleluya. Nimekuja kukwambia pia wewe utakapotii hili neno la leo, huo ugonjwa utagawanyika katikati. Haleluya. Utapata kupita hapo, utapata kupona. Haleluya. Najua wengi wenu mmedharauliwa, mmechekwa. Haleluya. Lakini siku ya leo Bwana atatendea watu wawili watatu hapa. Naamini Bwana atawatendea. Wengine Mungu alikuwa amenena nao, kuna jambo atawatendea, lakini hawakuja. Haleluya. Hawakuja kwa ibada. Lakini naomba Mungu apate kuwatendea hata huko waliko. Haleluya. Kwa hivyo mtu wa Mungu, upate kusikia lile neno la Mungu. Kama mtumishi wa Mungu ananena, usifikiri ni neno lake. Wewe sikiza lile neno ukapate kulifuatilia. Nitawapatia mfano katika, nadhani kama ni Wafalme wa kwanza na ni Wafalme wa pili. Wakati Elia alipofika kule Serepta, akamwona yule mama mjane na akamwambia,
mimi niko na njaa, naomba hicho chakula ambacho uko nacho huko ukanipikie mimi kwanza. Haleluya. Yule mama mjane pia yeye alikuwa na njaa, lakini akafata kile ambacho mtumishi wa Mungu amenena. Na katika hilo Biblia tunaambiwa ni neno la Mungu, haleluya, ndilo ambalo linena kwa Eliya. Na yule mwanamke akafata, haleluya, kile ambacho aliambiwa na yule mtumishi wa Mungu. Baada ya hapo akaambiwa kwamba kuanzia leo hili kapu lako la unga, haleluya, la kukandia unga na hii chupa ya mafuta kidogo haitaisha tena, haleluya, mpaka pale ukame utakapoishi. Nayo ikatendeka hivyo, haleluya. Pia mimi nimekuja kukwambia tekeleza kile cha Mungu, haleluya, na kuna jambo jipya litatendeka maishani mwako. Pigie Bwana makofi. Hakika naamini hii baada ya leo kuna watu watatendewa jambo. Wale wa kuandika ujumbe waandike sasa ujumbe wetu wa leo. Unasema ya kwamba mtu atakaye, mwambie mwenzako mtu atakaye. Yule ambaye anaandika pia aandike. Tena umwambie mwenzako mtu atakaye kuiponya nafsi yake. Mtu atakaye kuiponya nafsi yake. Unaandika nyinyi wa kuandika. Mwambie ataiangamiza. Mwambie utaiangamiza wewe unayetaka kuiponya nafsi yako.